yeyote ambaye kwenye maisha yako alikuja kusababisha sina la uchungu kwenye ibada ya leo, tunamsahau. Mwezi wa 8, namba 8 kiroho inamaanisha ni namba ya kuanza upya. Kwa hiyo leo anza upya kwenye mahusiano, anza upya kwenye ndoa, anza upya kwenye familia, anza upya kwenye kazi, anza upya kwenye biashara, anza upya kwenye masomo, anza upya kwa maadui zako. Leo maadui wanapigwa, wewe unaanza upya. Tuendelee msomaji. Luka 1:37, neno la Mungu linasema kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa nani? Kwa Mungu. Kwa Mungu. Leo chochote walichokupangia kibaya kinarudishwa kwao, na Mungu anasawazisha yale yote yaliyokuwa hayawezekani katika ulimwengu wa giza kwenye ulimwengu wa nuru. Leo yanawezekana. Kilichokufa leo kinafufuliwa, kilichoondolewa leo kinarudi. Nyota yako ya utajiri walioiiba leo hiyo nyota inarudishwa. Nyota yako ya biashara walioiiba leo inarudishwa. Nyota yako ya kuishi na watu vizuri inarudishwa. Kwa sababu shetani anachokifanya yeye huwa anabadilisha. Wakati mwingine unaweza kujikuta Albano ni mtu mzuri tu, ila anachokitengeneza anaweza katengeneza katikati ya kundi langu Albano, akamuibua mtu ambaye anampandikiza chuki, alafu yule anasambaza sumu, naonekana mimi ni zero. Hayo maisha wanadamu wengi tumekuwa tukiaishi. Mtu naye muamini sana, mkigombana baadaye anaenda kukuzungushia ubaya, hasemi mema yako uliomsaidia. Na huyu ndo anaenda kutengeneza vipindi vigumu sana ambavyo kesho na kesho kutwa CV yako mbaya inapotangulia, ukienda kuomba kazi wanasema huyu si ndio yule alielezewa, kazi hakuna. Ndio tumejikuta watu wengi tunazunguka kwenye hiyo cycle. Usiwahi kumsemea mtu mabaya hata kama mmegombana. Tazama kile chema alichokifanya kwako, halafu mrudishe utukufu Mungu ili na wewe uinuliwe kwenye eneo lako. Sasa ibada hii tulionayo, baba yetu Prophet Jackson Ibrahim kwanza anawakaribisha sana. Mbona hamuitikie? Kasema ndugu zangu vipi tena? Baba yetu anawasalimu sana, lakini pia baba yetu anawakaribisha sana. Kwa maana kila anayefika hapa, yeye prophet mara nyingi ameshamuona kutokea anapotoka mpaka anapofika hapa. Na ndio kwa maana huwa ikifika kipindi cha prophecy unashangaa, wewe unaweza ukakaa mstari wa mbele alafu yeye asiwe na habari na wewe, Mungu akamuonesha aliyoko nyuma. Au hata aliyoko nyuma amekaa kule, ibada ikaisha hajaguswa, akaguswa wa mbele. Hii yote ni kwa sababu jicho la Mungu linamuona mtu kufuatana na matakwa ya Mungu mwenyewe, sio matakwa yako. Ndio maana mimi nakujenga na naomba nikusaidie kwenye hili. Baba yetu Prophet Jackson Ibrahim atakapopanda hapa madhabahuni, wewe kuwa tayari tu kwa vipindi vyote vya ibada vinavyofanyika ibadani. Uwe tayari. Na ukipata neema ya prophet kukuongelesha, ndugu yangu, usiwaze kausha damu. Yaani mawazo ya kausha damu, mawazo ya kijumbe, mawazo ya namba uliopangwa, unawaza namba yako utapokea lini, ghafla unapishana na muujiza wako. Sisi ya mambo tunayajua ujue. Maana kuna nyakati tunapita kwenye maeneo unakuta kina mama wamekaa vikao na meza yao kubwa iko katikati, alafu kuna mwenyekiti pale, daftari lipo la kutosha pale, unasikia tu mizozo inaendelea pale. Ni nani hili jina, ni nani fulani hajaleta, fulani namna gani, vipi? Yaani hapo watu waelezi kitu. Ukienda kuambia kuna habari ya maji, mtu anadaiwa huko, hawezi kukuelewa. Sasa tusiwe kama watu wa kule.
sisi tuliofika kwenye ibada tuwe na utulivu, kwa sababu tumekuja kwa anayesababisha utulivu, Mungu. Yeye ndiye anayesababisha utulivu wa kila mtu. Kwa hiyo ukipata neema ya Prophet Jackson Ibrahim, jabali la mbinguni, kukusemesha, tuliza akili, msikilize na mpe ushirikiano, kwa sababu yeye anaona na anajua kitu ambacho wewe hujawahi kukiona. Tena yamkini toka ulipozaliwa wewe haujawahi kuijua hiyo siri, lakini yeye kwa sababu ni jicho la Mungu anaona kuanzia ulipozaliwa au kuanzia mimba yako inatengenezwa mpaka umri huo ulioufikia. Nachokusii, akisimama hapa madhabahu Prophet Jackson Ibrahim, ikija neema ya kuongeleshwa, kwa mfano, simama ndugu yangu, simama. Huyu kaja kwenye ibada na amekaa kiti cha mbele. Sasa kama amekaa kiti cha mbele, uwe na uhakika Mungu wa hii madhabahu hatompita, atamsaidia na atamgusa yeye pamoja na wanao muhusu. Akikaa kwa utulivu, Prophet lazima atamfanyia kitu kikubwa. Kama kijana, na wewe kwenye ibada ya siku ya leo, mawazo yoyote ondoa. Ndugu yangu, unaitwa nani? Naitwa Martin. Umetokea wapi? Tanga, Handeni. Handeni, Tanga. Jamani, mpigieni makofi, ametoka Tanga. Angalia watu wanavyoiamini madhabahu, wanasafiri kutoka Tanga mpaka Dar es Salaam. Halafu kuna mtu wa Tanga aliwahi kuja hapa, anakuambia alikuja kwa mara ya kwanza kwenye hii madhabahu na alimuona Prophet kwenye TikTok. Alivyomuona Prophet kwenye TikTok, yeye akawa anajishauri, niende nisiende. Siku alipokuja hapa, mambo yake yote yakawekwa wazi, kwa habari ya ndoa yake kuharibika, kwa habari ya magonjwa aliyokuwa nayo. Akaambiwa chimbuko ni kwenu Tanga. Baada ya kufuata yale maelekezo, alirudi akaeleza amefuata maelekezo aliyopewa na Prophet Jackson Ibrahim. Sasa hivi yuko huru na amerudi Tanga na ndoa yake imerudi. Sasa watu wa Dar es Salaam tumeng'ang'ana tu na Kigilagila yetu, tumeng'ang'ana sisi na maeneo yetu ya Mburahati, tumeng'ang'ana sisi na maeneo yetu ya Mbagala Kipati, alafu kusogea kwenye madhabahu hatuna muda huo, na unaendelea kushikiliwa na vipindi vigumu. Mungu awasaidie wote wanaonitazama kupitia Eden TV, na wewe uliyefika hapa uwe barua njema kwa mwingine. Ibada ya Jumanne uwalete zaidi ya watatu, ili na wao wapate kufunguliwa na hii neema. Mpe Yesu makofi makubwa. Usiache, wote tunatakiwa kufunguliwa na kumuona Mungu katika vipindi hivi. Ndugu yangu, karibu sana. Asante. Baba yetu anakupenda sana. Asante. Uko tayari Mungu akuhudumie? Niko tayari. Yesu atakuhudumia leo. Asante. Umekuja na nani? Nimekuja na mtu wangu. Huyu ni nani yako? Rafiki yangu tu. Rafiki yako? Rafiki yako. Sema ndugu yangu na wewe. Angalia hivi sasa, wasalimie watu. Wasalimie. Tumsifu Yesu Kristo. Sema shalom shalom. Nasema? Shalom shalom. Shalom shalom. Nasalimia wote. Mpe Yesu makofi makubwa. Haya, karibuni sana. Mmetoka wote Tanga? Haya, Mungu wa hii madhabahu anawapenda sana. Karibuni. Hii nyumba lazima ipate wageni. Hii nyumba huwa haijawahi kukosa wageni. Hii nyumba inapata watu kutoka maeneo mbalimbali. Kwa hiyo nachotaka kuambia ndugu zangu, umefika kwenye hii madhabahu utahudumiwa. Naona kuna watu wametabasamu kuwaona ndugu zangu. Mmefurahi? Sasa kupitia ibada ya siku ya leo, Mungu na
na wewe anakunyoshea mkono kwenye maisha yako. Kila chochote ambacho kilichowekwa kinyume na kusudi la Mungu, leo Mungu anakusaidia na unarudi katika kusudi lako. Ule mpango alioupanga Mungu leo unakwenda kutimia, na wewe utautangaza ufalme wa Mungu. Hakuna jambo lolote lilo gumu kumshinda Mungu. Mungu leo atakuhudumia. Kwa mwanadamu unaweza ukaenda ukamwambia mambo yako, ukamwambia ndugu yangu, leo sina chakula na familia. Atakwambia kwani huna kazi? Ila kwa Mungu, ukimwambia Mungu sina chakula cha familia, sekunde chache anakuletea mtu wa hatima, anakupa chakula cha familia. Na ndio maombi ambayo tunataka kuyaomba siku ya leo. Tupate watu ambao watatupeleka katika vipindi vya furaha, sio watu ambao wanatudumbukiza kwenye vipindi vigumu, kwenye nyakati ngumu, wanatudondosha kwenye madeni ya muda mrefu, wanatudondosha kwenye magonjwa ya muda mrefu, wanatudondosha kwenye umasikini wa muda mrefu. Yani badala uwe tajiri unakuwa masikini. Leo tunakataa hiyo roho ya umasikini na tunanyanyua panga letu kuwakata wote ili waachie njia zetu za utajiri. Kila mtu ana nafasi ya kuwa tajiri na kuongezeka. Mungu awasaidie wote mliofika kwenye ibada ya leo. Ukikutana na Prophet Jackson Ibrahim, tafadhali ndugu yangu, tuliza kichwa, msikilize, ili yeye akupe maelekezo aliyopewa na Mungu, na wewe utoke kwenye mtego wa vitu vigumu. Mama yangu, baba yangu, tulia. Si umeshafika kwenye ibada? Si umeshakaa kwenye kiti chako cha muujiza? Hicho kitu ulichokaa, mwambie Mungu, niko hapa, naomba unihudumie. Yaani usiniache. Kama utapita laini ya pili, laini ya tatu, na mimi laini ya mwisho, mkono wako unifikie. Mkono wake Mungu sio mfupi hata asikufikie. Mkono wa Mungu ni mrefu. Hata uwe wapi, Mungu anakufikia. Hata uwe Marekani, Mungu anakufikia. Hata uwe Ujerumani, Mungu anakufikia. Na ndio kwa maana tunaelekea kwenye kongamano kubwa ambalo litakwenda kupindua viti vyote ambavyo walivyovitumia ili sisi kutugandisha sehemu moja. Lakini kupitia hilo kongamano na makongamano mengine ya kumbeba mtumishi wa Mungu, kumpeleka maeneo tofauti tofauti, viti vyetu vya utawala wataviachia na sisi tutakaa kwenye nafasi zetu. Na ndio kwa maana ibada yetu ya siku ya leo ni ibada ya kuondoa vipindi vyovyote ambavyo walivyovitengeneza vikaleta maana ya ugumu kwenye maisha yetu. Leo hizo nyakati ngumu, hivyo vipindi vigumu vinakwenda kuondolewa na vinafutwa. Tafsiri ya kushughulikia au tafsiri ya kukausha manake ni kukomesha kabisa vitu vigumu kwenye maisha yetu. Kitambo utakapotoka hapa hautapitia kipindi kigumu tena. Ni kweli maisha yanatutofautisha kulingana na levo yetu ya haya maisha, lakini Mungu leo anaenda kukupa kiwango sawa na wanaopata wengine. Kama ulitoka nyumbani hujala, ukirudi kesho utapata chakula. Kama umekuja na nauli tu ya kukuleta kwenye ibada, kitendo cha kushiriki ibada ya siku ya leo, kesho Mungu anakuletea mtu wa hatima. Utainuka kwa viwango vingine. Na ndio kwa maana nasema ni muhimu kujiungamanisha na hii ibada, na ni muhimu kumpa Mungu nafasi ili milango ya mambo yaliyo mazuri ifunguke. Na unachotakiwa kufanya ni kuwa na moyo wa kutoa. Tunazo sadaka, kuna sadaka ya utangulizi, lakini pia kuna dhabihu ya kinabii. Na leo ni Jumapili, fungu lako la 10 kwenye eneo lako unalofanya, mpe Mungu kama kumrudishia utukufu ili akujenge zaidi, kesho upate viwango vikubwa. Tusiwe watu wa kumuibia Mungu, hiyo ni kitu kibaya. Kama unafanya kazi au kama una shughuli yoyote ambayo unajua mwisho wa mwezi umekuwa ukipata kitu fulani, mwambie Mungu, nisaidie, napotoa fungu langu la 10 hili, usinipite, usiniache. Tengeneza pia
njia zangu zingine za kupata, kwa sababu kuna watu wengine wamewekwa kwenye vipindi vigumu vya kushikilia tu kitu kimoja cha kufanya hicho hicho, miaka nenda rudi.